Ladies and gentlemen, mabibi na mabwana, ni SNM 255. So sawa kusubscribe, kucomment, kulike na kushare. Itakuwa mpango. Bana, story kubwa ambayo sasa hivi inachukua nafasi ni inamhusu Mkubwa Fella ambaye ni manager, unajua long time. So kumekuwa na mambo mengi sana ambapo tumeona kuna mjadala umeibuka mkubwa sana mitandaoni, watu wengi wakihoji kwa nini Diamond Platnumz hamsaidii Mkubwa Fella, mbunge wa Kigoma mjini. Sasa Baba Levo amewataka wanaomlaumu waache mara moja kupitia ukurasa wake. Ameandika yafuatayo. Anasema, acheni kumlaumu mzee wangu jamani, pesa ambazo Lukuga amezitoa kwa ajili ya matibabu ya Mkubwa Fella ni nyingi kiasi kwamba angeweza kununua nyumba 3 Kimara. Anasema, naamini Diamond Platnumz ametumia kila njia kuhakikisha mzee wetu Mkubwa Fella anapata matibabu India. Ametoa pesa nyingi sana za kwake na marafiki ili kupigania uhai wa mzee wetu. So sioni ina maana sana kumlaumu kwa sasa, kwa sababu tayari Mkubwa Fella ameshapata matibabu India na amerudi Tanzania kwa ajili ya matibabu mengine. Akasema ikiendelea hivi itabidi tutaje kila shilingi iliyotolewa na Lukuga. So amezungumza hayo mtu mzima huyu Baba Levo ambaye ni mbunge wa Kigoma mjini. Lakini sasa utakumbuka kitu kimoja ambacho kileta tafrani baada ya mke wa Mkubwa Fella kuzungumza maneno yafuatayo. Anasema mume wangu kuugua ni ibada. Mimi mkeo wako niko pamoja na wewe mpaka dakika za mwisho, ulipo mimi nipo. Leo hii hakuna mtu yeyote aliyekuuliza hali, lakini mimi najua mambo yote uliowafanyia na wanajua yote, ila wanajizima data wote uliowasaidia na pia wanaonisapoti na watambua. Inshallah Mungu atawalipa kwa hicho mnachojitolea. Mungu awasaidie. Namwombea mume wangu apone, atakuja kuongea mwenyewe yote. Kwa kifupi, simfagilii mtu yeyote, nitapambana mwenyewe na watu ambao wanaonipa support, nitakuja kuwashukuru. Baadaye nitawataja na majina yao. Amezungumza ujumbe mke wa Mkubwa Fella. Lakini sasa kitu ambacho kimekuja kufanya, yani kauli ya mke na kauli ya Baba Levo na watu wengine na shangaza kwamba mbona mke analalamika, imezua mgogoro sana. Sasa baada ya hapo tumeona pia kuna namna ambavyo Dubai ambaye ni msanii mkongo sana huyu wa Bongo Flava, msanii hip hop long time, kazungumza mambo mengi sana. Kasema ikitokea Mkubwa Fella amefariki, mimi siwezi kwenda kumzika. Sasa baada ya kuzungumza maneno hayo, Mwijaku pia akaja, mtangazaji wa Crown, unajua akasema, bana, huu ni ujumbe wako Dubai, huna adabu, huna star, huna miko wala mila za Kiafrika. Sisi binadamu wenye hofu ya Mungu tuna kitu kinaitwa msamaha. Upasi kumtakia mabaya Mkubwa Fella. Sasa hatujajua behind the skin kuna shida gani, yani nje yani sisi nje ya kitu tunachokitazama, sijui inakuaje. Hapa tunapata ugumizi sana. Hebu mara tutumie comment, unajua tukitumia comment hapa itakuwa fresh kwamba hivi unahisi ni mtazamo gani Dubai alionao mpaka anaamua kwa kuzungumza maneno haya. Je, ni kitu gani ambacho unaweza kuwa unajua labda si hatujui, labda kuna beef ambayo inahusisha watu hawa wawili. Lakini pia Dubai akaonesha hasira sana baada ya Mwijaku kuingilia swala hili la yeye kutoa ile kauli ya kwamba siwezi kwenda kuhudhuria maziko akifariki huyu Mkubwa Fella. Akatoa siri moja, akisema kuna kipindi Mwijaku alikuwa anafanya kazi Clouds TV, so kwenye kipindi cha mahusiano hivyo na yeye akawa anahesabika kama mfanyakazi wa Clouds, lakini haikuwa hivyo. Kile kipindi kilikuwa kama tamthilia tu. Anasema sasa kuna siku pale ofisini mfanyakazi mmoja alibiwa simu, walitafuta mwisho wakawa wameikosa, ikabidi washirikishe jeshi la polisi. Baada ya muda simu ile ilikuja kukutwa na mdogo wake na Mwijaku huko Morogoro. Yule dogo alivyobanwa vizuri akasema simu alipewa na kaka yake, yani Mwijaku. Toka siku hiyo Ruge akawa amemfukuza Clouds. Kwa hiyo ni siri ambayo ameamua kuzungumza Dubai. Je, ni kweli kuna ukweli kwenye hili swala? Hebu dondosha comment yako.